Mimi nataka kusema kitu kimoja. Ujinga ya Wakenya isitufanye tunaanza kutukana rais wa Tanzania. My friend, ukumbafu ya Wakenya atisufanyi tutukane rais wa Tanzania. Mambo ya ukumbafu na organism na kujinga zoom na kateli zoom hatuwezi ruhusu. Nataka niulize maswali moja kwa moja. Boniface Mwangi walikuwa kwa maandamano, wao wamefaidika, wale walikuwa nyuma yao hawajafaidika. My friend, Martha Wangari Karua muizi alibera Odinga kura 207. Nini wanaweza kutuambia hapa Kenya? Mutunga aliyekuwa jaji mkuu alinyang'anya watu hapa 2013 kwenye mahakama kesi ya rais, dakika 5 akamalizana nayo. Nini wanatuambia? Wanapeleka tumbo zao na matako zao Tanzania, wakisema wanaenda kutetea wa Tanzania. My friend, kaa kwenu, pambana maisha yenu. Hao watu ndio wameharibu Kenya. Tanzania kuna kanuni, kuna misingi, kuna sheria. Tanzania sio choo. My friend, kama unataka mahali ya kunyonga watu, kuja unyonga watu Kenya. Mpaka imefunguliwa free. Hiyo ndio Kenya. Tanzania huwezi dhubutu. Kama unaishi Tanzania lazima chief nyumba 10 akutambue umetoka Kenya na umekuja kuishi kwa muda gani. Hiyo ndio Tanzania. Kama unataka siasa ya malaya, ingia Kenya. My friend, then unakuja hapo ni kijana mdogo unaanza kutukana rais wa Tanzania. Lazima tuheshimu rais Mama Suluhu. Huyo mama ukienda kwao amejenga SGR tofauti na hii yetu ambao waizi waliiba. Hii yetu hii waizi ambao waliiba 380 something billion imelala hapa. Ukiangalia ukicompare na yetu na ile ni tofauti. Na ni mama, then unapata mkijana anasema ati lazima koje kwa balcony. Unataka kukunywa makojo zake. Siasa ya upusi, siasa ambayo ina nidhamu, ndio siasa ambayo inafanya vijana wa Kenya wana kazi. Kwa sababu hujakuwa machua political. So nini unataka pesa udungwe shilingi 2,000 ama 10,000 ndio kuja hapa kusifu mtu. My friend, mimi najua kanuni ya Tanzania. Ukikanyaga kule Sirare kama una kibali, my friend, unalala sana. Tanzania sio kama Kenya. Ukitaka kunyonga watu uingia Kenya. Governments don't care. Wenye wanaua watu si watu wa Nigeria, si ni foreigners. Nani ambaye anahusika? Si serikali. Wewe umesikia kuna wash kwa Tanzania? Kama Diamond alikuwa anashikwa dealing Magufuli kwa sababu alikuwa ameimba wimbo mbaya ambaye inajulikana nyegese. Wakamshika na wakabani hiyo wimbo iko Tanzania, but hiyo wimbo iko hapa Kenya. Kwa sababu pumbafu yenu kama wa Kenya, mnapenda vitu chafu. Kenya ni dustbin. Ukitaka vitu mbaya kuja utupa hapa Kenya uende kwenu. Unafikiri Tanzania ni kama Kenya? Then unasimama hapa unataja my friend, Tanzania kuna kitu kinajulikana kama ujamaa. Lazima utii ujamaa. My friend, ujamaa ya Tanzania lazima utii. Kama hutatii ujamaa, seli iko ijajaa. Utapelekwa, ndugu yangu tulia. Utapelekwa kwa seli. Lazima tukubaliane. Siasa chafu kuja ufanye Kenya. Siasa mbaya kuja ufanye Kenya. Wenye wanajipeleka tumbo zao wanasema ati wao watetezi hapa kwetu Kenya. Wametetea nini? Ni nini imepatikana? Hatuwezi kuwa kwamba wewe kama ni mtetezi wa wananchi, upinzani wanakutumia wanakupea pesa, unakuja kusumbua serikali. Hiyo ndio vitu wanafanya hapa Kenya. Tunajua. Akina Vonsi sijui nani Mwangi. Hao ni makateli wa siasa hapa Kenya, my friend. Jaribu nchi nyingine. Uganda seli jaja. Tanzania seli jaja. Fanya upuzi hapa Kenya. Lazima tuheshimu nchi ya Tanzania. Ukiangalia hiyo maendeleo huyu mama amefanya, huwezi lingania na huyu pastor wa Kenya. Huwezi. Huyu pastor wetu wa Kenya. Huwezi linganisha Mama Suluhu na huyu pastor. Huyu bishop hakuna kitu. Huyu ni bishop, Biblia ndio anajua Biblia uongo, matenda kuna. Nimetenga nimeweka. Ule mama anafanya kazi, ndugu yangu. Enda port. Uangalie kule Dar es Salaam. Huwezi linganisha hii gargaria hii ya Mombasa port. Huwezi. Then wewe unakuja hapa, unatuambia wewe ule mama, kwani ulikuwa unataka waingie Tanzania waende kufanya nini?
Kama uchaguzi wa Kenya ndio mwashinda kutengeneza, sasa ya Tanzania ndio watatengeneza. Tanzania ni kuzuri na Watanzania hawajalalamika. Kwa nini wewe unalalamika na kwenu ni kubaya? Pambana hali ya Kenya, wacha Watanzania wapambane hali zao. Tanzania kuna kanuni, my friend. Kama wewe ni tabia mbaya, utapambana sheria Tanzania. Kama wewe ni mhalifu, watakudili wewe Tanzania. Kama wewe ni kuerehera kama Martha Karua, weka kwa gunia, tupa kwa buti ya ndege, rudisha Kenya. Angalia kama huyo kiongozi wa upinzani, Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mtu ambaye anafanyia wazungu. The same government wa Kenya kwanza wanafanyia wazungu. Hawana haja na wana wa Kenya, wako na haja na kufanya na wazungu. IMF, World Bank wakiambia ongeza bei ya petroli wanaongeza. But vitu kama hizo haiko Tanzania. My friend, lazima tuheshimu nchi ya jirani, nchi ya Tanzania. Tanzania kuna kanuni. Wewe kama unataka mali ya upusi, fanya upusi Kenya. Mambo ya demokrasia kuna Kenya. Mambo Kenya ni uongo na mambo mingi.